Ya ndugu wapenzi wafugaji wa samaki, ninaitwa Mr. Makemba, ni mtaalamu wa samaki. Ya leo nataka tuzungumze kidogo ufugaji wa samaki kwa sababu nimekuwa tu mara huku, mara nipo Mwanza, mara nipo Tabora, mara nipo Songea, mara Morogoro na kadhalika, lakini leo hii tupo site ambako hapa huwa tunafanya ufugaji, lakini pia tunazalisha vifaranga wa samaki. Kama unavyoona, hii ni moja ya bwawa kubwa kabisa ambalo ndani yake kuna samaki, na lile kule ni bwawa jingine kabisa ambapo pia na kwenye kuna samaki. Sasa wadau wengi wanapigia simu kwamba Makemba, nipe elimu kidogo juu ya ufugaji wa samaki na kadhalika. Sasa leo nimeserufia hapo ili sasa tuweze msikilize hii video kwa makini. Kiufupi, ufugaji wa samaki ni mradi mzuri, ni kwa sababu ongezeko la watu ambao wanahitaji samaki umekuwa mkubwa sana, hususan kwa sababu samaki kama lishe imekuwa ni kitoweo kizuri sana kulingana na vile virutubisho ambavyo samaki amekuwa navyo. Ndio maana utakuta wale wagonjwa wanaprefer sana kwamba wale sana samaki, kwa sababu samaki ana vitamini, ana madini, ana omega 3, hata mafuta yake yanakuwa yana muhimu kabisa ndani ya mwili kwa ajili ya kuimarisha afya ya moyo, ubongo, mifupa na kadhalika. Sasa ili uweze kuwafuga samaki kwa nyumbani kwa ajili ya kujipatia kitoweo au kwa ajili ya biashara, unaweza usio na bwawa kubwa kama hili, ukatu na bwawa dogo. Ni bwawa dogo tu simple, ambalo sasa hilo bwawa unaweza ukatengeneza ukafuga hata samaki 200, 300. Kwa ajili ya nyumbani inatosha sana. Kwa hiyo sasa ili uweze kufuga samaki, ukishakuwa na eneo dogo kama hilo, au kama unataka kuwekeza kwa kiasi kikubwa kama hapa unaweza pia ukafanya katika style hiyo. Lakini sasa ukishakuwa na eneo kama hivi, cha pili unabidi uwe na chanzo cha maji, kwa sababu ukishaweka samaki humu, kama unavyoona maji yamekuwa kama kijani, ukijani ukizio unabidi pia tubadilishe maji. Kwa hiyo usipokuwa na maji ya uhakika inaweza kuwa changamoto. Kwa hiyo maji yanaweza kuwa ni maji ya kisima, maji ya bomba, ya mto, vyovyote vile maji tu yawe yanapatikanika muda wote yakihitajika. Hata kama umechimba kisima na maji fulani na chumvi, kama ile chumvi ni drinkable, mtu anaweza akanywa, mkafuria, inaga shida, na samaki pia anakuwa vizuri katika style hiyo. Sasa kwenye ishu kufuga samaki, unaweza kufuga kwa njia mabwawa ya kujengea au mabwawa ya nailoni kama lile kule. Lakini pia kama kule ziwani, ziwa Victoria, unaweza kufuga samaki kwa njia ya vizimba. Ndio ufugaji ambao unafanya kwa kasi zaidi. Lakini sasa kwa ambao wale watu ambao wanataka kufuga samaki nchi kavu kama hivi, mabwawa ya kujengea kutumia manailoni ndio best option. Ni katika style hiyo. Sasa ukishakuwa na eneo, ukishakuwa na chanzo cha maji, unabidi pia una mtaji kulingana na idadi ya samaki ambao unataka kuwafuga. Sasa mtaji, kifuko kwenye hiyo mtaji na depend kwenye gharama za kujenga mabwawa ya kujengea kutumia nailoni, lakini pia inategemeana pia na size ya bwawa, lakini pia inategemea kwamba unataka ufuge samaki wangapi, kwa sababu ile idadi ya samaki ndio itatupa picha kwamba unabidi uwe na bwawa la ukubwa gani. Sasa ile ukubwa wa bwawa ndio itakupa picha kwamba unabidi uwe na mtaji kiasi gani. Lakini kwa kuanzia, ukiwa bwawa la samaki 200, labda sato, bwawa la 5 kwa 5, at least uwe kama na 2,200,000. Hizo 2,200,000 ni gharama kuanzia ujenzi, umenunua chakula, umemlipa fundi, umemlipa bili za maji mpaka unakuja kuvuna. Katika style hiyo 2,200,000 unaweza ukafanya mradi kwa mabwawa la kujengea. Lakini ukitumia nailoni inaweza kuwa chini hapo. Kwa hiyo kiufupi, ukihitaji sasa kuweza kujua reference sasa kwamba nataka nifuge samaki kwa idadi hii, ni bora kumshirikisha mtaalamu akaja akaliona eneo kwamba ni aina gani ya bwawa linafaa. Zeni baada hapo sasa ndio sasa uweze kujenga na kuendelea zaidi. Sasa kwenye issue ya soko market, soko la samaki liko je, mdau akifuga samaki atatoka kwa maisha. Kiufupi tu, ufugaji wa samaki ni mradi mzuri sana, kwa sababu kama nilivyosema awali, uhitaji umekuwa mkubwa. Kwa mtu ambaye anafuga samaki hawezi akajutia. Kikubwa tu wadau ambao huwa wanafeli ni kwamba mtu anaanza pasipokuwa na wataalamu. Yaani mtu tu anaanza tu ili mradi tu. Sasa kwa siku anashindwa kuendelea. Sasa akishindwa kuendelea ndio sasa kwamba ufugaji samaki haulipi. Lakini ufugaji samaki ni mradi mzuri sana, kwa sababu ukiwekeza utauza na utapata pesa. Kwa kwenye issue ya soko ndio ni shaka. Kikubwa tu inabidi wafuge ili sasa wawe wakubwa, kwa maana kwamba sasa hata kupeleka sokoni hauwezi ukapata tabu. Kama unavyoona, hili ni bwawa la udongo. Kwa maeneo ambayo udongo wake ni mfinyanzo na asili ya kuhifadhi maji, unaweza pia ukafuga kwa mabwawa ya udongo kama hivi. Humu anaweza kakaa sato, anaweza kakaa kambale, ni bwawa ambalo ni bwawa la asili na wanakuwa tu vizuri. Kwa hiyo humu ubadilishaji maji unaweza kufanyika, lakini kikubwa kama
kama bwawa lako la asili kama ni kubwa sana, ni kwa mfano roboeka, bwawa la roboeka uweze kubadilisha maji. Lakini mabwawa madogo kama haya unaweza pia ukawa unabadilisha maji. Sisi humu tumefuga makambale hapo, yanasaidia vitu vizuri. Sasa lakini kitu kingine kwamba unapobadilisha maji, yale maji machafu unaweza kutumia kwa ajili ya kumwagilia mazao. Kama unavyoona sisi hapa tuna pilipili. Kama unavyoona hizi ni pilipili. Hizi ni pilipili. Kwa maji machafu kutoka kwenye bwawa la samaki kama hivi tunatumia kwa ajili ya kumwagilia mazao mbalimbali. Kama unavyoona mazao mbalimbali. Kwa hiyo huu ndio ufugaji wa samaki. Sasa ukihitaji elimu na ushauri zaidi juu ya namna ya kufuga samaki, karibuni sana. Unaweza kufuga samaki na ukapata kipato na pesa ambazo zitakufanya wewe usogee kimaisha. Tunapatikanika Dar es Salaam, lakini kwa mawasiliano nitafute kwa namba 074 502 6287 au kwa njia ya mitandao Instagram, Facebook, YouTube, andika Makemba Samaki utanipata. Basi karibuni sana, na ambao mnahitaji huduma hizo basi usisite kunitafuta. Asanteni sana.